Ushawishi kwa kiongozi ni nyenzo ya muhimu sana katika uongozi wake. Kama kiongozi akipoteza ushawishi, hataweza kuongoza watu na kuwafikisha kule wanakotakiwa kufika. Katika kitabu changu nilichokiandika kinachoitwa Kanuni 60 za Uongozi, nitakufundisha njia 8 ambazo kiongozi anaweza kuzitumia kuwashawishi watu na kuwafikisha kule wanakotarajia. Njia ya kwanza kabisa ambayo kiongozi anaweza kuitumia kuwashawishi watu na kuwafikisha kule wanakotarajia ni pale ambapo ataeleza malengo, sababu na matarajio. Watu wanaoongozwa wanapenda kuelezwa sababu, wanapenda kuelezwa malengo na matarajio. Viongozi wengi wamekuwa wanalaumu tu watu, wanasema watu hawatekelezi yale wanayoelekeza. Lakini watu wengi hawashawishiki kutekeleza mambo utakayoyasema kama utakuwa hujawaeleza malengo, sababu na matarajio yaliyo wazi. Lakini njia ya pili ambayo kiongozi unaweza kuitumia kushawishi watu ni kusikiliza mawazo ya wengine. Watu wengi wanahisi kuthaminiwa kama utakuwa unawasikiliza. Lakini tunao viongozi wengi ambao hawasikilizi wale wanaoongoza. Lakini kama utawasikiliza wale unaoongoza, hilo jambo litawashawishi kwa kiwango kikubwa sana kufuata hata kutekeleza yale unayowaelekeza. Njia ya tatu ni kuwa mwaminifu kwenye kauli na kwenye ahadi unazotoa. Unapokuwa kiongozi, hakikisha unakuwa mwaminifu kwenye kauli zako, unakuwa ni mkweli na unakuwa ni mtu wa kutimiza zile ahadi ambazo umezitoa. Lakini njia ya 4 ambayo kiongozi anaweza kuitumia kushawishi watu ni kutia moyo na kutambua juhudi za wengine. Viongozi wengi wanakatisha sana tamaa wale watu wanaoongoza, lakini kwa asili wale watu tunaoongoza wanahitaji kutiwa moyo, lakini wanahitaji pia utambue zile juhudi zao. Kwa hiyo hakikisha unatambua juhudi za wafanyakazi wako, tambua juhudi za wale unaowaongoza. Ukifanya vile utaweza kuwashawishi na kuwafanya watekeleze kwa ari kubwa yale mambo ambayo unataka wayatekeleze. Lakini njia ya 5 ambayo kiongozi anaweza kuitumia kushawishi watu ni kuwashirikisha watu kwenye maamuzi. Watu wanapoona kwamba wameshirikishwa katika maamuzi, wanaona kwamba wamethaminiwa na wanaona hilo jambo ni lao, linawahusu. Lakini kama utakuwa ni kiongozi na unafanya maamuzi peke yako, unafanya tu maamuzi ukiwa umejificha chumbani kwako au ofisini kwako, na watu wakashtukia tu mambo yanakwenda bila kushirikishwa, wanahisi kabisa wathaminiwi na huwezi kuwashawishi kuwa sehemu ya lile jambo lako. Lakini jambo la 6 au njia ya 6 ambayo kiongozi anaweza kuitumia kushawishi watu ni kutoa hoja zenye mantiki zinazoelezea faida na hasara. Watu wanapenda kuelezwa hoja zenye mantiki ambazo zinaelezea faida na zinaelezea hasara ya jambo ambalo unalisema. Kwa kama utakuwa unaelezea watu kwa kutumia mantiki na ukawaeleza watu faida za hilo jambo au hasara ambazo zitapatikana kama hamtafanya kama unavyoelekeza, hilo litasababisha watu waweze kushawishika kwa kiwango kikubwa kufanya yale mambo ambayo unataka wayafanye. Lakini njia ya 7 ambayo kiongozi unaweza kuitumia kushawishi watu ni kuelewa na kujali hisia za wale unaowaongoza. Unajua, tuna viongozi wengi ambao ni makatili. Tuna viongozi wengi ambao hawajali hisia za wale wanaowaongoza. Mtu anaweza kuambia mimi ninaumwa, ninajisikia vibaya. Mimi ninaona kabisa hali yangu si nzuri katika jambo fulani. Ninajisikia hivi na hivi. Sasa wewe unapokuwa kiongozi, wewe unataka tu atimize yale unayotaka kwa faida ya kampuni au kwa faida ya lile jambo unalotaka lifanyike. Ukitaka kuwa kiongozi mzuri, hakikisha unaelewa, lakini pia unathamini hisia za wale unaowaongoza. Lakini jambo la 8 ambalo kiongozi anaweza kulitumia au njia ya 8 ambayo kiongozi anaweza kuitumia kuweza kushawishi wengine ni pale ambapo ataonyesha msimamo. Watu wanapenda kuongozwa na viongozi wenye msimamo. Sio kiongozi mara leo unasema jambo hili na kesho unasema jambo jingine. Watu wanapenda viongozi wenye msimamo. Wali nakusihi, hebu zingatia haya mambo 8 niliyokufundisha na utaweza kuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa na watu watapenda kukufuata na kutekeleza yale ambayo unawaelekeza. Mungu akubariki.